Karibu Maureen Storytales, please usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, tusonge mbele. Mungu alinipa karibu kila kitu ambacho mwanamume anaweza kuota maishani. Nilikuwa na mke mzuri, nilikuwa na pesa za kutosha kuhudumia familia yangu. Na zaidi ya yote, nilikuwa na mtoto mmoja wa kike niliyempenda sana. Jina lake lilikuwa Irene. Lakini kuna jambo moja ambalo sikuwa nalo. Nidhamu ya moyo. Sikuwahi kufikiria kwamba siku moja maisha yangenigeuka na kunifundisha kwa njia kali sana. Njia ambayo ilinifanya nijute, lakini wakati huo tayari ilikuwa imechelewa sana. Karibu katika simulizi yangu. Simulizi ya laana. Jifunze kitu kutoka kwangu. Naitwa James Ramadhani. Nina umri wa miaka 31. Ninaishi Dar es Salaam, jiji ambalo kila siku linapumua kwa kasi ya pesa, biashara na tamaa za watu. Kwa nje, maisha yangu yalionekana kamili. Nilikuwa na kazi nzuri ya kusafirisha bidhaa za wafanyabiashara kutoka bandarini kwenda maghala mbalimbali. Pesa zilikuwepo. Nyumbani nilikuwa naishi mke wangu Kaimara Matosa. Mwanamke mpole, mwenye heshima na anayejali familia. Lakini ukweli ambao sikuwahi kuukiri kwa mtu yoyote ni huu. Nilikuwa mwanamume wa tamaa. Siku moja mchana, nilikuwa napita maeneo ya Manzense darajani. Barabara ilikuwa imejaa watu kama kawaida. Wauza matunda wakipiga kelele, daladala zikisimama kila dakika, na vumbi la jiji likiruka hewani. Ndipo macho yangu yakakutana na kitu ambacho kilisimamisha mawazo yangu yote. Msichana mrembo sana. Alikuwa anatembea kwa haraka kana kwamba anaenda mahali muhimu. Alikuwa na gauni jepesi la rangi ya bluu, nywele zilizopangwa vizuri na uso ambao kwa sekunde ile ulinifanya nisahau kabisa kuwa mimi ni mwanamume aliyeoa. Nilisimama, nikavuta pumzi. Kisha nikamsogelea. "Kabari dada. Samahani, naomba kukuuliza kitu kidogo." Alisimama kidogo, akaniangalia kwa macho ya tahadhari. "Bila samahani, nakusikiliza, ila nina haraka," akajibu. Ndipo nikagundua jambo moja. Sikuwa na swali lolote. Nilikuwa nimemsimamisha kwa sababu moja tu, urembo wake. Lakini akili yangu ikafanya kazi haraka sana. Mimi ni mwenyeji wa Dar, lakini hapa Manzense leo nimekuja kumsubiri rafiki yangu. Amesema anakuja hapa darajani, lakini nimekaa karibu dakika 10 hajafika. Simu yangu imezima chaji. Unaweza kuniazima yako nimpigie? Msichana ule alinitazama kwa mashaka. Ni kama alihisi kitu. Lakini baada ya sekunde chache, alitoa simu ndogo ya batani kutoka kwenye mkoba wake. "Haya, taja namba." Ndipo nikatabasamu kwa ndani. Mpango wangu ulikuwa umefanikiwa. Nikamtajia namba yangu mwenyewe. 061 733 633 60. Simu ikaanza kuita. Nikaichukua kwa mkono na kujifanya kama naongea na rafiki yangu. "Hello? Ndiyo, niko hapa darajani." "Wapi wewe?" Sawa, nakuona." Baada ya sekunde nikata simu. Nikampa tena. "Asante sana kwa msaada wako. Kwa jina naitwa James." Alipopokea simu yake na kusema kwa ufupi, "Mimi naitwa Asma." Kisha akageuka kuondoka. Lakini kabla hajaenda mbali, nikamuita tena. "Samahani dada, nilitaka kukuuliza jambo lingine kidogo." Lakini hakuna nipa nafasi. "Samahani kaka, nina haraka, nawahi nyumbani." Na akaondoka. Lakini tayari nilikuwa nimepata kile nilichotaka, namba yake. Siku ile jioni, nilitamani sana kutoka kazini mapema. Nilikuwa na hamu moja tu, kumpigia Asma. Nilifika nyumbani, mke wangu Kaimara alinipokea kama kawaida. "Habari za kazi mume wangu?" Nilimwangalia na kutabasamu. Lakini moyoni mwangu sikuwa naye kabisa. "Salama kipenzi. Vipi Irene, kalala?" Nilijua kabisa mtoto atakuwa amelala muda ule. Lakini nilimuuliza tu kama kawaida ya baba. Nilimpa mke wangu zawadi ndogo niliyomnunulia njiani. Alifurahi sana. Kamara alikuwa mwanamke wa moyo safi. Hakuwahi kunitia shaka hata siku moja.
Wakati tunakula chakula cha jioni, ghafla aliniuliza swali, leo umesahau simu yako ndogo? Moyo wangu ukaruka kidogo. Kamara, kweli? Wallahi nilidhani nimeipoteza kabisa. Sikujua nimeiacha nyumbani. Baada ya kula, nilielekea chumbani. Nikachukua ile simu. Nikaangalia call log. Kulikuwa na namba 2 ngeni. Moyo wangu ukaanza kupiga kwa kasi. Nikapiga namba ya kwanza. Simu ikaita. Mara ya pili, ikapokelewa. Halo, namba ngeni, nani? Nikarekebisha call. Oh, umenisahau? Mimi ni James. Uliniazima simu yako asubuhi pale Manzense. Kulikuwa na ukimya kidogo. Kisha akajibu. Sawa. Lakini samahani kaka. Mimi ni mke wa mtu. Nilifanya vile tu kwa wema tu. Tafadhali usinisumbue tena kama una nia nyingine. Maneno yale yalinichoma kama sindano. Lakini badala ya kuacha, nilihisi kama nimepigwa changamoto. Hapana dada. Usifikirie vibaya. Nilipiga tu kushukuru kwa msaada wako. Na pia, kuwa marafiki si vibaya. Akasema kwa sauti ya tahadhari. Mume wangu ana wivu sana. Na ni mkali. Kabla hata hamajamaliza, nikamsikia mwanamume akiongea kwa mbali. Unaongea na nani? Sekunde ile ile, simu ikakatwa. Nikaa kimya kwa karibu nusu dakika. Kisha nikatabasamu. Ndani ya moyo wangu nikasema, kwa urembo ule, nitahakikisha namtongoza. Kisha nikasema maneno ambayo sikujua siku moja yangenigharimu maisha yangu. Wake za mtu hawana gharama. Lakini sikujua kwamba kuanzia siku ile, nilikuwa nimefungua mlango wa kitu ambacho kingeanza kunifuata hatua kwa hatua. Kitu ambacho kingegeuza furaha yangu kuwa maumivu. Na kuigeuza familia yangu kuwa sadaka ya makosa yangu. Na yote yalianza kwa simu moja tu. Kuna wakati katika maisha, mtu anafanya kosa huku akijua kabisa kuwa anakosea. Lakini tamaa humfanya mtu ajione na akili kuliko hatari inayomsubiri. Mimi nilikuwa mtu wa aina hiyo. Nilijua wazi kuwa mimi ni mwanamume niliyeoa. Nilikuwa na mke mzuri na mtoto mdogo anayenihitaji. Lakini bado moyo wangu uliendelea kumtafuta mwanamke mwingine. Mwanamke ambaye hata sikumjua vizuri. Asma. Na siku ile baada ya simu kukatwa, nilifanya kitu ambacho kingeanza kubadilisha maisha yangu polepole. Usiku ule sikulala mapema. Nililala kitandani nikimwangalia mke wangu Kamara. Alikuwa amelala kwa amani kabisa. Uso wake ulikuwa mtulivu kama mtu ambaye hana hofu yoyote duniani. Mkono wake mmoja ulikuwa juu ya kifua changu. Lakini mawazo yangu hayakuwa pale. Yalikuwa kwa Asma. Nilijiuliza, ni mwanamke wa aina gani? Anaishi wapi? Na je, kweli ana mume? Au alinidanganya tu ili nimwache? Kadiri nilivyozidi kufikiria ndivyo hamu yangu ya kumjua ilivyozidi kuongezeka. Mpaka nikajikuta ninasema kimya kimya, lazima nimjue vizuri. Kesho yake asubuhi, niliondoka kazini mapema kuliko kawaida. Nilikuwa na safari ya kwenda Kisemvule na rafiki yangu Ali kuchukua mizigo. Lakini kabla ya safari hiyo, nilikuwa na mpango mwingine. Mpango wa kurudi Manzense darajani. Nilifika pale majira ya saa 5 asubuhi. Watu walikuwa wengi kama kawaida, daladala zikipiga honi. Wauza vitumbua wakipaza sauti. Nikasimama pale pale nilipokutana na Asma jana yake. Nilijiambia, huenda hupita hapa kila siku. Dakika 10 zikapita, dakika 20, dakika 30. Hakutokea. Nilianza kujiona mjinga. Lakini nilipokuwa naanza kuondoka, ghafla nikasikia sauti nyuma yangu. James. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu. Niligeuka haraka, na pale mbele yangu alisimama Asma. Alikuwa amevaa hijabu nyepesi ya rangi ya cream, na kwa karibu alikuwa mrembo zaidi kuliko nilivyomkumbuka. Asma alinitazama kwa macho ya kushangaa. Umefanya nini hapa? Nikajifanya kama nimekutana naye kwa bahati. Nimekuja kumsubiri rafiki yangu.
lakini kumbe bahati imenileta unikuone tena. Wewe ni mtu wa ajabu, Asma alisema. Nikacheka kidogo. Kwa nini unasema hivyo? Akanitazama kwa macho makali kidogo. Kwa sababu nilikuambia jana, mimi ni mke wa mtu. Nikamsogelea kidogo. Na mimi nilikuambia, nataka tu kuwa rafiki yako. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache. Alionekana anafikiria kitu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, rafiki? Wanaume wengi wakisema hivyo huwa wanamaanisha kitu kingine. Nikajifanya kama nimeumia. Kwa hiyo unaniona kama mtu mbaya? Alitabasamu kidogo. Kwa mara ya kwanza, na tabasamu lake lilikuwa hatari sana kwa moyo wangu. Sijui bado, Asma akasema. Dakika chache tuliongea mambo ya kawaida. Aliniambia anaishi maeneo ya Sinza. Anafanya kazi kwenye duka la nguo Kariakoo. Lakini kila nilipomuuliza kuhusu mume wake, alibadilisha mada. Na jambo hilo lilizidi kunifanya niwe na hamu ya kumjua zaidi. Tulipokuwa bado tunaongea, ghafla simu yake ikaita. Alipoangalia tu skrini, uso wake ulibadilika. Alionekana kama mtu aliyeogopa. Kuna shida? Akanijibu kwa haraka. Nahitaji kuondoka sasa. Kabla hajaondoka, nilimuuliza swali moja. Asma, utakuwa tayari tukutane tena? Alisimama kidogo, kisha akaniangalia machoni. James, kuna mambo usiyoyajua. Moyo wangu ukaanza kupiga kwa kasi. Mambo gani? Alikaa kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema maneno ambayo yaliniacha nikiwa na maswali mengi. Ukinikaribia sana, unaweza kujuta. Mimi mume wangu ananifuatilia sana. Kisha akageuka na kuondoka haraka. Nikabaki pale nikimtazama akipotea kwenye umati wa watu. Lakini badala ya kunikatisha tamaa, maneno yake yalifanya kitu kimoja tu. Yalizidi tamaa yangu. Jioni ile nilirudi nyumbani. Lakini nilipofika, nilihisi kitu kisicho cha kawaida. Mke wangu Kamara alikuwa kimya sana, sio kama kawaida yake. Kuna nini? Mbona uko kimya? Alinitazama kwa macho yaliyojaa mashaka. Kisha akaniuliza swali. James, unanificha kitu? Moyo wangu ulishtuka. Kwa nini unasema hivyo? Alinyamaza kidogo. Kisha akasema polepole. Leo kuna mwanamke amenipigia simu. Mwili wangu wote ulisisimka. Mwanamke? Akaniangalia moja kwa moja machoni. Aliniuliza kama mimi ndiye mke wa James Ramadhani. Nilihisi kama dunia imesimama. Sikujua ni nani aliyempigia mke wangu. Sikujua alitaka nini. Lakini nilijua kitu kimoja. Makosa yangu yalikuwa yanaanza kunifuata nyumbani. Na sikuwa najua huyu mwanamke aliyempigia mke wangu alikuwa nani hasa. Karibu Maureen Storytales, please usisahau kusubscribe, kulike na kucomment tusonge mbele.